Kwa majina yangu naitwa Official King Mzewembe, msanii wa comedy Tanzania. Leo ninayo furaha sana, nimekutana na blaza yangu anaitwa Joseph Mapunda, ila kwa majina yake ya hapo mwanzo uwanja namwachia yeye ili aweze kujitambulisha yeye mwenyewe, maana niko naye hapa, yuko mbali. Yes, kama alivyosema somebody Mr. Wembe, mimi naitwa Joseph Kevin Mapunda. Kipindi cha nyuma nilikuwa nafanya muziki wa secular, ambapo kuna kundi lilikuwa linaitwa Wakali Kwanza, ambapo humu alikuwepo mimi QJ, alikuwepo Makamua, alikuwepo mtu mmoja pia anaitwa Jocelyn. Ila kwa sasa nimeamua kushifti na kuamua kuachana na maisha ya muziki wa secular na nimeamua kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nimefurahi sana Mr. Wembe leo amekuja kunitembelea. Kiufupi tumeweza kujengana vitu vingi, kushauriana, nikamueleza ni kwa nini maisha tumeamua kubadilisha style ya maisha. Ni kwa sababu Mungu ametupangia makusudi ambayo ameweka ndani yetu ili kusudi tuweze kumtumikia. Kwa hiyo mimi nilipoweza kutambua hilo kusudi, ndipo nikaamua kubadilika na kuamua kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tumeweza kujengana, nikamkaribisha pia na yeye ili kusudi kama anausikia ule msukumo, kozi injili huwa tunaihubiri na huweza kumbadilisha mtu muda huo, au atakapokuwa pia hawezi kubadilika muda huo, najua hiki nilichokipanda ni mbegu. Kwa hiyo na imani ipo siku moja Mungu atamuonyesha njia ya kuendea, kozi tunapokuwa wadogo hatuna maamuzi ya kufanya, ila tunapokuwa wakubwa na kuwa na akili timamu tunakuwa na maamuzi ya kufanya ni njia gani tuiendee. Cause neno linasema hivi, njia ile ni nyembamba iendayo uzimani na waionayo ni wachache, ila ile iendayo upotevuni waionayo ni wengi. Kwa hiyo nimefurahi sana, tumejengana, tumefundishana kuweza kujua maarifa ya Mungu. Si ndio ndugu yangu? Ndio kabisa, hata hujakosea. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kumjua Mungu. Ukishamjua Mungu, basi kuna vitu ambavyo pia atakufundisha uweze kuvijua na utembee naye. Kabisa, kwa sababu sisi maisha yetu bila kumtumikia Mungu ama kumjua Mungu bado sio maisha. Unaweza ukaishi ukawa na pesa, ukawa na magari, una majumba, lakini uishi na watu vizuri, kwa sababu unaabudu vile vitu vyako. Kuna siku kiumwa ndio utajua kama hizo mali zilizokuwa nazo, magari yaliyokuwa nayo yatakusaidia. Na Biblia inakwambia hivi, tafuta kuwa na amani na watu wote. Ndio. Kwa hiyo utakapoweza kutafuta kuwa na amani na watu wote, pia kuna mambo ambayo mtu yataweza kwenda kwako, cause Mungu hakupi kitu pasipo kujua namna ya kutumia. Ila shetani anakupa vitu hata kama hujui namna ya kutumia. Ila Mungu anakupa kwa sababu akikupa, umemuomba kwa sababu hii, atakupa kwa sababu hiyo hiyo. Sasa ni kosa akupe alafu uende kutumia tofauti. Ndio maana kuna watu wengine unakuta wanachelewa kupewa hivyo vitu kwa sababu hawajui ni namna gani ya kuweza kuvitumia. Maana kuna wengine huko mtaani anamebatika, Mungu kamsaidia, kamsupport, kampa tu gari tu kidogo tu, kile hata cha gharama KST, lakini akipita kwenye dimbwi la maji, akipita tu speed, pigia watu matope, mtu anaacha machafuka. Hajui kwamba hilo gari kapewa na Mungu. Na muda wote anaweza kufanyaje? Kuchukua hiyo mali aliyompa. So mimi nikushukuru sana Mr. Wembe kwa kunitembelea. Next time kama unapata pia muda na kukaribisha tena, labda siku nyingine utakuja kwenye ibada kama ratiba zako zitakuwa hazijakubana, lakini ni vema pia kumtengea Mungu muda wa kuweza kumsifu na kumwabudu, kwa sababu yeye ndo ametupa hii pumzi, hatulipii hata shilingi 10. Kwa hiyo nikukaribisha sana na nimefurahi sana pia kwa kuweza kunitembelea. Naamini pia Mungu, huyo Mungu aliyetuumba sisi, angesema tulipie pumzi tunaopumua, naamini wengi tungekuwa tushakufa. Maana angesema kila mtu alipie pumzi wachache duniani, angekuwa amebaki watu wachache sana. Maana kuweza kulipia pumzi, mtu unaamka, unalala, unaamka, unatembea ukiwa uko hai, ni jambo lisingekuwa jambo jepesi. Ila ni Mungu tumshukuru kwa sababu ya kutupa pumzi bure. Tunaamka, tunalala, tunaamka na maisha mengine yanaendelea tukiwa hai. Basi Mungu hamna kitu cha kumlipa zaidi ya kumshukuru na kutenda yaliyo mema kwenye dunia yetu, kwenye dunia hii, na kuishi vizuri na watu na kucheka na kila mtu na kutomdharau maskini wala kumdharau mtu yoyote wala kumdhihaki mtu mbona ana upungufu. Zaidi kuwaombea tu wanaotukosea na kuwasamehe wale maadui ambao wanatuchukia.
tuishi kwa kuombea maadui zetu, ili tunapofanikiwa waweze kuona matunda yetu na mazuri yetu pia. Amen. Ni jambo tu ambalo linatakiwa tuishi kwa amani, kwa kupendana na kujengana mambo yaliyokuwa mema. Amen.